Unangoja tena nini kurudi kwako? Batumishi wetu liona wanasimama, Bwana njoo wanaanza kuanguka. Na vile vile tunaona mkanisa na mudunia, Baba karibu bitobole macho ile vinabakia vile tutaona. Njoo maana Mungu tunangoja kuja kwako Bwana Yesu, ili tubebe tulio hai na tukufe katika mapenzi yako. Ulivyosema maneno yako yatimilika katika kanisa, tunayaona mambo yote duniani, tunayaona yote Baba, dalili zako zote Mungu za kurudi kwako. Zambe nayo inaja fashi zote, kwa ngoja nini Muumba wangu, Mwokozi wangu? Kwa ngoja nini Bwana Yesu kurudi kwako? Yaonekana dalili zote za kurudi kwako duniani na kanisani, tunayaona. Usipowahi kutubeba tutangamia, mara dhambi yatawala kuliko haki, yanayobaki ni ya kutoboa macho yake Mungu. Bwana Yesu, angalia maneno yanayofanyika katika dunia ni yale uliyosema katika Luka sura yake ya 18 mstari wa 8, kwamba pale nitakaporudi nitaikuta tena imani. Ndio maana kitabu cha Ufunuo kinasema Yohana alimuona mwanamke akibebwa yulu ya nyama. Oro nyama ni dunia na mwanamke ni kanisa. Hakuna tena tofauti katikati ya kanisa, Bwana wangu, na dunia. Ndio maana maneno kwa dunia inakuwa mkanisa na maneno kwa mkanisa inakuwa dunia. Na leo tunakutana, watu wanaanza kuzikwa ndani ya kanisa kwa wakati ulizikwa Bwana nje ya kanisa, ili uifanye kanisa kuingia katika kifo chako na kupata uzima. Yale tunayoyaona Mungu yanapita akili. Wamama wanakataa kuvaa, wanatembea uchi. Wababa wanakataa kuikala na wake zao, wanaongeza wanawake wengine kwa kuongeza dhambi. Mungu, angalia bubaya bunakuwa buzuri na buzuri bunakuwa bubaya. Wanaofanya vibaya wanajaza tele watu, na wanaofanya vizuri hawataki katika dunia. Bwana, angalia maneno uliyoyasema kwamba ikiwezekana siku ile na waliotauliwa na waliowachaguliwa wanaweza wakapotea kwa sababu ya miujiza ya bongo na mashetani. Watu walifanywa miujiza kwa maji Baba, wakafanywa miujiza kwa mishwaa, lakini sasa inakuwa miujiza ya manyoka, na wengine wanakulishwa majani, na wengine wanawangu wanakunyusha essence. Watu hawajui wapi watakimbilia tena. Mahali palipo neno lako Bwana ni pale ambapo Mungu mkubwa watu hawataki tena, lakini pale palipo udanganyifu na uovu ni pale ambapo Bwana dhambi inakolea na watu wanapenda. Unangoja tena nini kuwabeba wenye haki? Unangoja tena nini kuja kwako Bwana? Dalili zote zimeonekana katika maalama yote 7. Asante Bwana wa Israeli, uikumbuke kanisa. Unangoja nini Bwana Yesu kurudi kwako? Yaonekana dalili zote za kurudi kwako duniani na kanisani, tunayaona. Usipowahi kutubeba tutangamia, mara dhambi yatawala kuliko haki, yanayobaki ni ya kutoboa macho yake Mungu. Ulisema dalili ya kuja kwako Bwana, njaa itakuwa kubwa duniani, na njaa ya neno la Mungu leo inakuwa. Neno la wokovu watu hawataki, neno ya prosperity watu wanaifuata. Ulisema kwamba kutakuwa tetezi ya vita, na leo Bwana mahubiri yote na maunabii yote inayohitajika katika kanisa na watu kuikubali ni mpaka uko na vita, ni mpaka walikuloka. Lakini unabii Bwana, watu kuacha dhambi watu hawataki. Ulisema ya kwamba Bwana na kutakuwa vile vile Mungu mkubwa, matokeo ya taifa na taifa kukombana, na leo tunaviona kabisa viongozi na viongozi kukombana, manabii pamoja na watumishi kukombana, wazee kupana sumu kanisani. Dalili ile yote ukasema tunda la uovu litakapoonekana pahali patakatifu ni pale kuja kwako kuonekana. Na leo mwali pewa mimba na anakuwa naimba, na ule mahali pana mimba anakuwa mchungaji. Divorce inaendelea kuisha paka na pakanisa, wachungaji wana divorce manabii, mitume. Baba, unangoja tena nini? Basi Bwana, watie nguvu waliosimama, ili siku ile wapate kukulaki wewe Yesu Mwokozi. Haleluya.
watumishi, wainjiliste, wachungaji, manabii, mitume waliosimama, hata mtuwe mkose chakula, vumilieni, maana siku hiyo tutaisahau yote. Tutakapomlaki Bwana paradiso, tutavikwa taji na tutafurahi, tutaimba milele, tutakuwa watu wapya. Haleluya. Mwenye zambi endelea kutenda zambi, kwa maana hukumu pia imekungoja, nasema ufunuo. Mutakatifu yo mwenye zambi ye asiamene yo mwenye haki Bwana Yesu. Muongo mwezi yo mwenye kusi yake kaede yo mutukanaje yo mwenye fetena yo muvameze yo. Waliokoka tunao matumaini baada ya kuacha dhambi, kwa sababu utakatifu umetuchunga. Ndio maana Mungu, nipatie Roho wako Mtakatifu nipate kuwa mtakatifu, niishi utakatifu, niingie mbingu yako iliyo takatifu, nikuone wewe mtakatifu, kwa sababu najua ndani ya utakatifu kuna uzima wa milele. Haleluya. Umehubiriwa mwanadamu, Injili imehubiriwa, umeredio, mabalabala, masoko kwa ajili wache mabaya, lakini mwanadamu nakatala aliyekuumba, unaitika kiumbe kilichoumbwa na Mungu. Kwa hiyo ni muda mzuri wa ujue kwamba uamuzi wako mwenye kama siku ya Sodoma. Na Injili ilihubiriwa, walioisikia waliokolewa, waliobaki walichoma kwa moto. Sasa ujiulize siku hiyo, kwa sababu ni wakati wa kufanya uamuzi. Haleluya. Tuliokoka kwa kuacha dhambi na kubatizwa kwetu. Tuliokoka kwa kuacha dhambi na kubatizwa kwetu.